Alitaka kulipea 100k ukulane na dogi yake. Akikuwatch. Mzungu from Mombasa. Akanitext akaniambia, "Hi my dear, how are you doing?" Kamwambia I'm good. Akaniambia, "You in Nairobi?" Kamwambia, "Yeah." Akaniambia, "I'm in Mombasa, nimeland a week ago ndo nimefika Mombasa." Akanitumia picha ya dogi. Kalikuwa kawaii, so cute dog. Nikamwambia, "Oh, kanakaa vizuri." Akaniambia, "I wanted to tell you, you can come to Mombasa. I'll pay for your flight kuenda na kurudi." Sijapanda ndege. I like watching someone being nini with my dog. These people are not doing it with. It's not protected. It's not protected? Yeah, not all do it. Akaniambia, "And I'll be paying you 100,000. But there are several rooms hapo hivyo. Yeah, there were like 6. 6 rooms. So ukiingia after umetoka kwa main door, there are 6 other rooms in there. Yep. And there is music. Na hii mlango ikifungwa, whatever happens huko ndani, watu wa nje hata hawezi sikia. So you were a massage girl. Yeah. So that was the mboka yenye ulipata after I completed my college, kutafuta nikapata hiyo. Umefungwa mlango. And then you're meeting someone who is even over your father's age. A older person anakuambia ufanye pegin. Pegin ni gani? Si like kuingiza vidole kwa haga yake. That's pegin. Hey! You know this inakujanga temenye hauna rent. And month iko karibu na unajua tu kiateka akianza kupiga milango utalia. This man, yeye mwenyewe ndo alijinua mguu. Ngezot ana anything. Hautaki kuonyesha client like nilikuwa nimetense. So kitu ilikuwa inanifanya mpaka ni feel weird. I've never seen Muindis nini. Muindis Mjulusi ya Muindi sijaiona. Mjulusi Sijaiona dia mzungu. Sasa this is a pink thing and a brown thing talking to me and I'm like, what the heck, what is this? Imagine huyu mtu ni brown na akona nini ya pink na umezeza black. Nilikuwa na breathe ni kama nini tangaje exhauster. Kwanza mimi niliona ni Muindi kwanza the pink nini ndo nilitoa hadi appetite. It's VP Wadau, how y'all doing? Welcome to Trends with Sikulu podcast, where we talk about things just the way they are. Yes, for my YouTube gang, we are right here. For my TikTok gang, we are right here. And we are live on TikTok, sawa. So we'll be streaming live on TikTok. I'll be reading reactions from TikTok. Na hapa hivi YouTube is where you will get the full podcast and all other podcasts. Go on YouTube, search for Trends with Sikulu podcast, search for Sikulu podcast, utazipata zote hapo. Story mingi kando, sawa. So business of the day today, we want to discuss a topic that is very demure. Yes, I have a very beautiful Chile in the house. She is a video vixen, she is an actress, and above all, she is in Nairobi, so definitely she has a story to tell us. How are you doing, Tina McKenna? I'm doing good. Mambo? Niko poa. Unakaa demure sana. Demure. Unakaa demure? Unakaa gogios. Unakaa gogios. Thank you. How you doing? I'm good. Unakaa fiti. Tumekuwa tukipanga hiki kitu na sija kuona. Nimekuona hivi nimechizika. Nasikia fiti. So Tina, you are no, let me not explain it for you. Just tell us. So what do you do? I'm a vixen, I'm an actress. I'm Tina of all trades. I see. Tina, you are in the music industry and you are in the showbiz industry. And ulikuwa meni explain your life story, not life story na kan biography. Ulikuwa meni explain like how you transitioned hadi ukafikia kukua video vixen. All right. So let me start nice and slow. Tusianze na maswali ngumu, tufukuze mgeni, sawa. So how is the video vixening career taking you? It's good. Unajua kuna kila kitu iko na good side and bad side, you know. But acha tu niseme iko sawa. Iko sawa. Yeah.
Does it pay as people think ama hakuna pesa? And just be honest. Does it pay? Unajua kusema watu dhani iko na pesa. Unajua mtu anaweza dhania we are getting maybe millions of money. So just basically, how much would you say you can get in a month? In a month? For me, acha nijeke kimimi, I can get like 50 to 70k. 50 to 70k in 1 month. Yeah. Hey, baby girl, umefika. I know. You have reached, bwana. You can get 50 to 70,000 in a month from video vixening. And the income, is it constant ama kuna miezi yenye inaungua haupati kitu kabisa? Kuna miezi wasanii kama hawajui kutunga wimbo. Hadi wewe ndio unaanza kutafuta. Achikoli na nile atoe wimbo. Unaanza kuambia, unasikia utext Willy Paul hapo mwambie, Willy Paul siwachilie mpya. Unafeel mpaka unakuwa wewe mwenyewe ndio unatafuta wasanii. Kweli what's not happening? But on a good month you get up to 50,000, 70,000 shillings. Ne unakuwa umechoka because ni back to back. Leo kuna huyu msanii, kesho sanguo lazima ukume. Ampe wangu nguo huko. Shachoma. Mnapewa nguo ama mpewe nguo? You can explain. It's okay. Sasa, I'm curious. Tulieni na wapanga. We are coming to the main topic of discussion. Sawa. Relax. We have to take our guests very demurely. All right. How did you get into video vixening? For how long have you been doing it? Like 8 to 6 months. Siko sure. Around 1 year. 9 months-ish hapo. Hapo 8, hapo 7. Yeah. Good. So Tina, before you got into video vixening, there are other hustles that you are doing, right? Yeah. So tuambie, like, just in the effort of trying to make ends meet, umefanya hustles gani na gani? First nilifanya, acha nianze mwanzo. Nilifanya initangaje ile ya kuuza kwa hiyo ilikuwa shop. Yeah, electronics or whatever. Hiyo sasa nayo hey, what I've gone through. Hiyo nayo tukakosana na bosi juu, unajua. Bosi alikuwa anataka nini? Bosi like bosi alitaka nini? Yani this man wanted to like sleep with me because alinipea hiyo kazi. Okay. And me, how much was the job paying you? Ilikuwa around 15k. 15k. Yeah, 15k, yeah. Oh, that's not that much worth it. And then you are just innocent from high school. Ulikuwa ndo umetoka high school? Yeah. Where? Allah. Kujituma muhimu. Hey. So ndo nimepata hiyo kazi, nimefurahi. I'm going to tell my mom. Oh, I repeat my mom. So I'm going, nikamwambia like nimepata job, gizo zote na nilipa 15. My mom was so excited. Mimi nimebambika na job na rauka 7 kwa kazi nimefungwa. Until tuweke tukasonga naona huyo mdosi ananiangalia niko like and I make suggestive looks. To me and ananiletea mpaka breakfast. I'm like that's not breakfast at work. kidogo go and take KFC niko kumbe hivi ndo watu wanaenjoy job. Even the working class ukua. I know mimi kuna dhani tu ni until akaleta the topic and I was like kuna tembaka na sauki kwa nyumba yake niambia just go and pick the key. I'm just innocent, I'm going to take the key and then ikafika ta place nikasema no, this is too much. Hata kama nataka hii kazi ya chatu niachane nayo. And then after that I did with the beauty therapy. Yani kwa college. Sidhani sijasoma. Nifanya beauty therapy. So nika-employ guess what? Westlands. Kwa mababi. Hapo tu ni kizungu. So you got a job in Westlands? Yeah. I was a masus. Rudia tena? Masus. Kwa lugha ya Kiswahili tunasema aje? Wanaitangaje kwa lugha ya Kiswahili? Mkandamizaji, mkandaji, mtu wa kukanda. Hiyo na sijui. Okay. Mimi najua tu massage. You are a massage girl. Yeah. Kwa wale wajua massage. Massage is a massage girl, okay? So you are a massage girl. Yeah. So that was the mboka yenye ulipata after
After I completed my college, kutafuta nikapata hiyo. Yeah. So you did beauty therapy ama beauty and therapy? Beauty therapy. So it was in your line of work by there cause beauty therapy na whatever in the spa inaendana. Yep. So how was that job? Because one would assume it has money because iko Westlands. Unajua Westlands ni mali kwa masonko kwa manini. So how was the job as a massage girl? Wacha hiyo kitu iko na pesa. But kuna pesa ya massage na kuna pesa ya inaitwa Lungula, Nginyo, Rose Coco services. Yes, you can use those vocabularies. Feel free to throw them around when explaining. Okay, yeah. Happy ending. Let me use something that people know. Hizo Lungula ndo nini? Sawa diva, utumiange lugha ya ghetto. Yeah, there is. Okay, at first, mimi nikienda ku apply job, nikaambiwa bring your CV, hizo zote nikapeleka. And then nikaonyeshwa rooms and whatever kila kitu. And then the madam said, sikuwa najua ni madam at first, akasema, can you take a picture and then you send to me? Then you have to submit CV. Yeah, and everything. And isikufanywa interview. Lakini pia kwa mrembo ni shida. Mi vile nilipigwa tu picha ndo ujue pia if you are there out and you want to do massage. I pity you. So umesubmit CV, umepiga picha, umetumia the lady who was in charge of the spa. Mwenye mtoto wake ndo alinipiga picha akamtumia. So uko CV si kitu inakuingiza kazi, is the how you look. Neo picture, like what kind of photo was it? It was a normal picture. In a dress, nini, fully clothed and everything. So akamtumia picture akasema, oh, she can start even tomorrow. She can start even tomorrow? Yeah. The job is yours. Nikasema Mungu bariki wengine. How much was that job paying? Like what was the expected salary? Unalipwa kulingana na watu unafanya massage. So hawakukwambia ati you're going to get this salary in a month? I think ni commission, yeah. It was commission based. Yeah. So how much ulikuwa unalipwa, how much per person? At first ilikuanga so unajua kama mse analipwa kama mse ilikuanga like mse analipwa is it 5k, yeah. So akitoa 5k and this extra money unalipwa, unachukua the few extra na ni kama tunalipwa 15 for massage and then ingine unapoa 2k. Hiyo ilikuwa around 35. Yeah. So from the massage alone, when a client pays 5k, out of that 5k unapata 15 and then if he pays any extra amount unapewa. Okay, nice. So ukishapata job umwambie unaanza job kesho. Nilikuwa nimefurahi. Until siku ikafika. Kumbe me didn't know. Mimi nilikuwa najua, unajua kifunzo shule you're being taught professional. This is how client come, unamcover hivi na towel. Yeah. Kumbe uko ni shower and then hivyo. But this thing you were taught in school. Yeah. The massage thing you were taught while you're doing your beauty therapy course in college, right? Yeah. So mlikuwa mshafundishwa how to do a massage to a client. Okay. And how to wrap the towel. And so mnaambiwanga pia nafaa mnaeka towel. Okay. Until you get to the other room where you know like unajua nje na shule ni tofauti. Huko hakuna mwalimu. Huko ni money speaks. Money speaks. Hey, na bosi ni mkali, hataki kujua nini. So you wanted this job. I want money. Hataki kujua ni client wangapi wanaingia. Hataki kujua umechoka ama ndo umetoka. As long as client, unajua client akiingia asema I want you. Ni wewe. Mnakuanga kadhaa hapo, so ni client anachagua nani atamshughulikia. Yeah. How many people were you at that place? Tulikuanga around 3. Tulikuanga 3 in the morning. 4 usiku. Ilikuwa ndio usiku? Yeah.
The massage parlor was running even at night. Even guy, I hope. Okay. Sawa. Okay. Sisitame tufunge kazi yenyewe. Yes, acha tusitaje jina. Taja jina. So, a client akikuja akuchague ni wewe ndo anataka ni hivyo. Ni hivyo. Okay. Continue. So like okay, client anakuja na kuchagua you go. It was kinda ilikuwa kubwa because kulikuwa na hapo reception and then the door yenye mnaingia inafungwa. So hiyo ingine yote ilikuwa kama place hivi. Hiyo yote ni rooms. So anything will happen there when you're huko atasikia because there is music pia ile side nyingine. Hey, okay. I have something to ask lakini endelea kwanza. I know where you're going. No, it's okay. Tunaenda pole pole. Ukiwa na swali hapo pia unaweza uliza, ukiwa na comment YouTube unaweza drop. So nikapata client wa kwanza and this client nimeendia lunch nikapata naye kwa lift. I didn't know ni client. Mimi na ile hi amenisalimia nimesmile. Hey. Kumbe na smileia shida. Unasmileia client, unasmileia you. Time nimeingia kwa nyuma yangu akaingia. Nikakaa hapo sasa mimi nakula, nikaambiwa hey kuna client amekuja na niwe amechagua. Niwe amechagua. Nikaingia nikapo the massage, I went to the room. So first of all, before let me cut you short kidogo. So this spa, how it is structured. Mtu kiingia kuna reception. Yeah. And there is a receptionist hapo hivyo. Kumbuka it's a spa. So it's spa. Nataka kwanza get the picture with me. Get the picture with me tukienda. It's a spa. Kuna receptionist hapo hivyo and then hapo hivyo kuna mlango ya kuingia. Yeah. Okay? Watu wakiingia mlango inafungwa. Ukiingia kwa hiyo mlango there are other rooms. Yeah. Okay? Okay, it's not important but there are several rooms hapo hivyo. Yeah, there were like 6. 6 rooms. So ukiingia after umetoka kwa main door there are 6 other rooms in there. Yep. And there is music. Na hii mlango ikifungwa whatever happens huko ndani watu wa nje hata hawezi sikia. Nice. Because pia hiyo room nyingine iko na mlango yake. Hiyo room nyingine pia iko na mlango. Nice. So umechukua massage oil, umechukua all the necessary equipment, mumeingia. At first unajua client akienda yeye ndo anaingia kwanza ndo ashawe. Kuna mtu okay Paul. Kuna mtu amesema ulikuwa na smile experience. Anyway, so ulikuwa unasema ati ndio mtu aingia na ingia shawe. Client ndo anaingia wa kwanza, ana shower, ana take off the clothes and then akona towel yake uko ndani. So when you go, you are ready just to massage him. Obviously ziko she. Amuko mnapata madem? Madem akuja massage na kuna kijana hapo. Who Sawa, hadi si dem madam. So ulikuwa so akaingia akashawa kanini Me at like ushay feel umefungwa mlango and then you're meeting someone who is even over your father's age. Okay, ako alikuwa na towel amejifunika like sikuji cover up hivi amekile hivi juu. Nikamwambia you're welcome sana nini acha nikumassage. Simi nimezoea tu like shule umerap me can't see you or whatever. Nimechukua massage nishaanza mimi niuliza where are you from nini. Small talk hapo na kule. Sasa unajua kuna a style whereby you kind of lift someone and then so yeye hadi aongoji yeye mwenyewe anainua. Okay, you lift someone alafu as in aje? Like the leg. Siwezi kuonyesha. Yeah, it's nani amesema kuonyesha? I don't mind. You can show us. Amutaki kuonyeshwa? Mnataka kuonyesha? Hebu turudi kwa hiyo style. So there is a style where you kind of lift someone and then unaekelea hii mguu kwa nyingine hivi. Oh, so amelala hivi akiwa ameface chini. Ameface. Ameface chini. Ameface chini and you lift the leg from this side and then ni kama unamstretch the muscle ya hapa.
yani hapa hivi. Okay, so there's that. So this man yeye mwenyewe ndo alijinua mguu. Ngezot ana anything. Around how old was he? Akiasi ni hand tunajua. Aezi. So hata nakumbuka kweli. We alikuwa around 35. 37. Akainua ndamleka. Nikajiambia tulia. Sasa nimetense. Hautaki kuonyesha client like nilikuwa nimetense, and then this man is like ati don't worry, even you can lift the towel. Na kupekea kwa hiyo room. Nani huyo mtu hadi astuki ni kama like wewe ni bibi yake, like you're in that room like so anakuambia don't worry, you can even lift the towel, feel free. Her mind at all. Yako karibu hadi kuna time karibu inwe mguu woni mguu like apanwe mguu hivi yote. Uone kila kitu. We. So akakwambia hivyo nilimwambia tu like okay, we are about to end the massage nini yote. Okay, to cut all the story short, nikamaliza massage akaniambia and I've paid for extra. Mind you, mwenye like the owner of that spa kuambia kitu kama hiyo. Au unajua kabisa? Okay, like definitely you are innocent and everything, but ukiingia huko ndani you didn't know that he had paid for other things. Unajua mwenye alikuanga huko nikikuja hiyo job ilikuwa mtoto wake. So mtoto wake ajui kina happen behind. Cause mtoto wake hawezi fanyishwa that's why amekuwa ending. So ikakuwa sasa hata yeye akukwambia cause yeye kwa anajua ina happen. So yeye ajangi what happened behind the room. The innocent her. She knew. So si mimi nimemaliza. Nikamwambia I'm done with the massage, you can go and shower. Akamwambia no, I've paid for extra. Akamwambia I didn't know about that. Now you have to act like hapo unakwambia confidence yako inakuanga huku. Hadi unaweza jifanya wewe ni soja because if you try to do anything like oh my god, me I didn't know. Mimi nikamwambia I'm sorry, me I didn't know because you never even talked to me about it. Ama when the madam amkuni involve into this. Juu mnafaa mniambie. If niko willing kufanya, kama siko kuna mwingine ako willing. Kaniambia no, but you know mimi nishalipa and the way umenishika you have turned me on nini. Nikuulize kwanza, acha nikukatize short kidogo. Hold it there mahali ulikuwa umefika. Tutaendelea na hapo. When you were massaging this guy, did you massage everywhere? Be honest. Not everywhere. Like, be honest. No, I'm being honest. Calling only massage. Pole basi. Makosa no, I didn't massage the part ya katikati kama ndo nataka kusema. No, I didn't touch his whatever. No. Me what I did, nile massage tu kwa thighs, mgongo, and the hiyo ingine kwa like you press from go napanda nayo hadi kwa mgongo. Massage, what were you wearing? A dress. No, don't give me that look. So niko nataka niende na trouser. No, zeri na dress. Nimeweza kuvaa dress. Okay. Yeah. Sawa basi. So how did it end after umemwambia? Mimi nilimwambia no haiwezi. Nilimwambia tu ukweli, mimi hiyo haiwezi. Akaniambia it's okay but you know that's not good nini. Mimi nilitoka tu na nikashut mlango nikamwambia you can shower if you want. So you didn't give him the happy ending? No way.
no way, because the same day kuna mwindi alikuja na kanichagua bado mimi. You can imagine if I gave this one na bado kuna mwingine. But see, at the end of the day, it's money. Okay, you can say it's money, but you have to think about yourself and your wewe health yako, because these people are not doing it with, it's not protected. Yeah, mbona unastuka? Mbona unastuka? It's not protected? Yeah, not all do it. Nini? Sasa kama huyu mtu mwenye alikuja hapo, it was not supposed to be protected. Si amelipa. Amelipa. What? Yeah. Mbona unastuka? Inakuwa like it's a raw hivyo. Yeah, si amepeana pesa. What the? I know, you can say it again. Way, just hold it there. Let me read some of these comments from TikTok. Cause how do you do it without protection? Okay, doing it is not wrong, but without protection? Yes, ulikuwa unasema ni pesa. Umeiona? Okay, sasa mimi I didn't know that it was supposed to be without protection. So ungeacha nimalizie story kwanza. Okay, sawa basi. Well, let me read some of these comments alafu tuendelee. Ni kama uko na heta hapa. Mtu anaitwa Sky anasema huyu anapenda kiki sana na uongo mob. Rosie anasema sauti. I hope mnatusikia by the phone iko mbali kidogo, but I hope mnatusikia. Levis Penkila anasema sema nikasusu. Dr. Pasi anasema nitafuatilia YouTube mkuu, let me attend to things, shukran. MCA Rafael anasema ilikuwa upigwe tapo. Andy anasema utaleta Kinuthia lini tujue nani alimroga. Kinuthia will come. He will come. His time. Don't worry. People are following up on that one. Atanaitwa Mpenzi Mkandi. Yeye ni Mpenzi Mkandi, mfanyaji tendo. CV kwa massage. Yeah, I mean alikuwa innocent. You thought it was a real job, right? Cynthia, you thought it was a job, like you didn't know. Job lazima uingie na CV no matter the work. But alikuja kajua kumbe ajui anajua. Alijua hajui. Scott anasema msho anipe namba. Nimpe namba? Nimpe namba? Who are you giving my number to? Huyu anaitwa Scott, he's my friend. Tusome comments kwanza. Andy anasema ulismile experience Elias acha kukatiza story bwana tusikie. Sasa kama swali imekuja katikati ya story unataka nifanye aje? And I saw that comment on YouTube. Okay, sawa. Acha nijitetee. Acha niongee. How I do my interviews. Tafadhali nisikilize. Cause this comment was like 100 comments of the same thing on YouTube. So how I do my interviews, normally it's in the heat of the moment. We don't talk about this stuff off camera or anywhere. It's right there on set. So I'm naturally curious. Akipiga story, some questions are popping in my head time anapiga story. Kama tu kupiga story pale base. I mean, it's usually you anaongea. So yeah, so it's si ati kupenda kwangu. Yes, and I can't say I'll stop because akisema kitu na I get curious, I'll react, okay? Kama mnataka ile story yenye mtu anaongea kutoka mwanzo hadi mwisho, a very sad story, and then pale Lingugi mtazipata. No offense. Anyway, the Magna Carta anasema ni mimi huyo mzee, Tina nakutafuta. Surely. Juice Kid anasema ulikulwa wewe. Sasa jiji, ukukule metokea wapi jina kukulwa? Mutanu anasema nimekumbuka Mutanu. Mutanu anasema pengine huyo client ako kwa live pia. I know. Ujati nilikuwa nimelipia extra bana na Tina nadai kumaliza session. Sasa leta time alipeana happy ending siku ya kwanza. Liz, oh my goodness, comments zenu ni mingi. Kawawana kuja kulipa unipero. Would you take money
to offer services? No. Okay. Don't give me that look. I should have asked how much money would you take for services? No. How much would you charge for services? Service ya pedicure ama ni manicure unauliza? Service ya mzigi dikiwa. No. Endelea kutuona matako yako soft. Nimeikalia. Alijuaje au imekulwa before? Ni mbaya bila hiyo bana. I think they're talking about protection. Na kuna boy child ataoa huyu in 5 years. Imagine na maybe the boy child will be very rich bana. Telegram channel zilienda wapi? My initial Telegram channel, I lost access to it, so I started new ones. Click the link on my bio to join my Telegram channel. Ati Alfatik Muhindi, sawa. Alipea Muhindi. By the way, tuambia story ya Muhindi ilienda. Muhindi. Oh, I was coming to that. So, this Muhindi guy came. I was done with the massage and all that. So, akakuja, tulikonga bado sisi wote. And then, he chose me, by the way. And me najuanga, anytime you're dealing with Muhindi, lazima kukule akili. So, akaenda akaoga, nikaenda nikamfanyia massage. And then he was like, am I the first man you have done massage to? Niko like, no, kuna mwingine ametoka. Ananiambia, oh. So kwa akili yake ilikuanga anataka kujua kama he'll be the one to break virginity for the day. At first unajua aki Indians men. At first alikuja kuniambia, oh my dear sister, you know, nimekuona nimekutamani. Akaniambia anapenda massage yake like ikwe, how will I put it, like sport massage. Mwenye amefanya massage anajua what I'm saying. Sport massage ni gani? Ni ile like you put pressure. Ni kama ya dealing with hizo muscles. Naona mkono wangu ni tudogo. So nikamfanya massage. Anaongea tu, ananiuliza, do women come here to get massage too? Naambia yeye. Sorry, I'll put this phone aside. Distract sana, kuna mtu amecomment something very weird hapo. Okay. So akaniuliza, do women come to get massage? Nikamwambia yeah, they come. Ananiuliza wanafanya massage na nani? Nikamwambia kuna wanaume wanakwanga hapo wanafanya massage. Akastuka. Niko like, why are you surprised and I'm the one who is doing your massage, not a man? Kona, no, I was just asking. Nikamwambia okay. So akaniuliza, do you always be here every Fridays? Niko like, Kaniambia, I'll be bringing my friend here too. And then tukamaliza, sitaki ikweni kama na wapia hadithi. Acha nikatize. Tukamaliza pia akaniambiaje? Akaniambia, are we not doing it? And I'm like, doing what? Akaniambia, I've already paid the madam. First of all, before yoyote happened, the madam came with JD, Jack Daniel. Akambia the Indian man, ati, so you can buy these JD shorts. Ilikuwa inauza tao short tao. Ya JD. Akamwambia, unaweza jibaia no, ubaye this lady because it's on a Friday. And to spice up the mood. So things were already in progress way before. Because hiyo siku madam alikuwa yeye mwenyewe. Yeah, it's Friday, what do you mean? Hey, ni siku ya pesa. Oyo nini akasema no, me I don't want the drinks. Kwanza hiyo time ni time nyao walikuwa na ile nini yao. Niko fast ama nini? Ilikuwa ni ya Wahindi, rono ya Wahindi na sijui pia mimi. Ramadhani ya Wahindi. Hiyo reva yao. So tukamaliza tu hiyo massage because akuno hiyo nini hiyo tot. Kaniambia, I've paid for the extra. Can we do it? Hapo ndo unaambia ngatu Mungu jashuka na usitumane because he was insisting like we have to. Na mko hapo tu nyoa wawili kwa hiyo room. Na ana nguo. And so kitu ilikuwa inanifanya mpaka ni feel weird. I've never seen Muhindis nini. Muhindis
Mjulusi ya Mwindi sijaiona. Mjulusi ya Mwindi. Sijaiona dia mzungu. Sasa this is a pink thing and a brown thing talking to me and I'm like, what the heck? What is this? This is true story. Mwenye nasema na cloutingi ni shidaki, but this is the real story. Like, una imagine huyu mtu ni brown na akona nini ya pink na umezaza black and and then kama ushe interact na watu kuna venye unuka wako na ile harufu yao wenyewe. So you can imagine the smell na kuna nywele hivi. Nakwambia nilikuwa na breathe ni kama nini tangaje exhauster. Me imagine nilimwambia me had to lie with me nilimwambia you know here in Kenya people always shower because of the oil, it always affects mambo ina affect coaching. Libidi nijitoe. So the Mwindi said, it's okay, no problem my dear, you know you're good, you're good looking and you're so humble. Nikamwambia go and shower. Siku hiyo room nikamdanganya shower ya huko imeharibika, nikamtake to another room. Sasa nikampeleka yake akaenda kushower. Mimi hiyo ndo siku mimi Astina nilijificha mpaka oliagi na boss akaagio and then again mimi sasa nilijificha. Boss wako ku approach kuja kukuuliza rada ni which? Mimi nilimwambia enyewe mimi I'm not ready for this all. Juu kitu itanipea trauma because you can imagine I'm sleeping with this man, kesho huyu mwingine, kesho ni Mwindi, kesho mzungu, kesho Moria. You can imagine. No one is taking you at like your boyfriend that he takes slow at let me get nini. Yeah? Ati ya kuweka kugonga. Hapo ni rough. Hapa hakuna timaluba timanini. Hey. It was dry. Right. So mimi nikajiambia no. This is not me and I will never do this. Mimi mwenyewe nikajifuta hiyo kazi. Ukaresign ukaenda. Nilitoka. Hadi boss aliniambia tomorrow you come in, tomorrow tulikuwa tuingie kitu because it was on a Saturday tulikuwa tuingie kitu 9. Na sasa were you paid for that day? Hapo unangoja kulipa ama unatoroka? Wendo jilipia uko mbele. Mimi nilimwambia tu alinicall nikamwambia no. Haiwezi. Kwanza mimi niliona ni Mwindi kwanza the pink nini ndo ilinitoa hadi appetite. Ushana umbo vile nakonga imenini and then the nini is out. So it was like that. I'm sorry to be like that but Hey. It was like that many consilaza. Mezoea my African men but Wait, watu comment section wamekataa story yako. Okay? Oh, they think that imagine watu comment section wamekataa. Acha. Okay, I'll keep it real by the mnapenda yako niingilia. I'll keep it real. Me wanna keep it real, okay? Alipea Muhindi. Hiyo ni swali. Vile anasema hatoi data yote. Ile experience inakuanga na huyo dem now be that. Ako hiyo shughuli anatupima. Kumbe unaona kenye naona out of curiosity ashaipatana na albino. No, sijaipatana na albino kavone. How did you even get, what were you doing to think about that? Okay. Diwali I think huyu ni udem ni muongo. Okay. Kwa hivyo alikuwa anazikagua. Wacha kujifanya you did it. Unajifanya baje kupima watu akili. No, unajua kama niligonga nitasema. Si mimi ndo
mimi story ni yangu ama ni ya mwenye nadhani. Unajua people think that ukipeana story ni lazima juu pesa iko involved, you'll sleep with someone because of that money. But mind you, ukumbuke set anatoa even 20,000 ama 50k. Kitu yenye inaweza kufanya ati you go down. It was 5k. I see. Na haina protection. That can be a convincing factor and not to do it actually. Ingekuwa ni kitu 100k ama 50k, yai nasema tutatibu. Nasema faggot ile yako ya almost like 5 months. 5 months no umesha settle. Haya, Sikulu wewe sitasoma hiyo comment wewe. Mbona na doubts aliepuka all that eka YouTube. Yeah, it's on YouTube. We have my YouTube gang here, we have TikTok gang here. All the episodes are on YouTube, sawa. Vile ana describe your pink. Mbona kuna muhindi hapa anasema na vile tulienjoy. Oh, muhindi anajua Kiswahili. Huyu alikula pesa ya muhindi na akakulwa. Mimi ndio huyo muhindi and I swear ilikuwa ya black. Uko sure sika wewe mwache kome ulize kama shai ona ngwati. Ngwati nani ajai watch ngwati? Ushaona ngwati? Ushaiji DJ? No. Ujaiji DJ? Nikiwatch hiyo ngwati nilikuwa na mtu. Sisi jiumiza. So ujaifanya? Kufanya nini? Ku DJ? Okay. I am no one to say. Sasa ninunue nini naitangaje ile kutetemesha. Who am I to say? Muulize price tag yake ni ngapi yenye haezi turn down. Yenye siwezi turn down. Na ukwe tu very honest. 20 to 50. Yes, siwezi sema no. 20 to 50. Umesikia? Now you should start believing the story. Yeah. Now because 5k si rent yangu hadi. 5k economy ya Baton. Niko na swali hakuuliza hao madem wengine. But then did you not ask the other ladies if they were doing it? Other ladies? If they were giving the happy ending. Wenye walikuwa napeana mostly ni usiku because mchana unajua ni sisi mafresha. Mafresha mlikuwa mnakuwa mchana. Messi Cristiano wao ni usiku masaa yao. Juu tulikuwa tunatoka around 7 au wanaingia hiyo 7. So wanafanya wenye usiku wageni wanaeka asubuhi. Yeah, so unajua mchana pia si watu wengi kuja spa because of juu ya kazi. Alafu pia privacy ni nini and all that. Usiku walikuwa nakuja. Mwingine hapa anasema 20 to 50 labda mwezi mzima. Mami ajilipie rent nayo nitafute future. Okay, all right, sawa. Sasa we move on to the next. Now I'm not sure ukiangalia hapa hii kamera imefika how many minutes? I'm short sighted. Sioni. Yapo juu 20 something 21. Is it 21? Yeah. 21. Okay. Very nice. Now, kuna kitu ulikuwa umeniambia. Which one? You received a DM from Mzungu. Tell us about that. That was in Tinder. Mimi siwezi kataa kusema. Nilikuwa Tinder. Kama hujaingia Tinder, you should go and experience things in Tinder. We are still young. Mwenye ako 20s aingie to Tinder. Even 30s, yeah. So nimeingia Tinder. I saw my friend in Tinder and I'm like, kwani unatoa wazungu wapi wewe? And unajua mimi niko na joto Kilimani kuna wazungu. So me I thought anaendanga Kilimani anawakota tu huko kwa dustbin wamerushwa hapo. Juu huyo msina alikuwa ananipa rent, anatumia shopping, mimi kazi ni kumpeleka. Nikakasema ini Tinder ndo inafanya hizi zote, wacha ni join. At first nilipatana na msee akanipeleka out. You know there is this rich people always want someone mnaenda out na yeye anakubaya chakula tisali. Unamkeep too busy. Kumkeep to company. So you're going there for free food, conversation. Nikaje Tinder inanibamba. Until one day Mzungu from Mombasa akanitext akaniambia, "Hi my dear, how are you doing?" Kumwambia I'm good. Akaniambia, "You in Nairobi?" Kumwambia, "Yeah." Akaniambia, "Mimi Mombasa, nimeland a week ago ndo nimefika Mombasa." Kowe. Mzungu hapo. Sasa ndo hii wakati yako.
Mzungu kwa Mombasa na wasichana wako Mombasa na onanga na wazungu nikasema basi. Mstango tajamii pia mimi najua kuhit. So tukaendelea kuongea, akaniambia what do you do? Nikamwambia I'm still a student, hiyo time nilikuwa college. Akaniambia oh that's nice. Akaniambia I have something I want to tell you, but mimi sijui vile utaichukulia. Nikamwambia okay you can tell me. Akaniambia I have a dog. Mimi nikajua ni pet lover. Nikamwambia oh that's nice. Akanitumia picha ya dogi. Kalikuwa kawaii, ka so cute dog. Nikamwambia oh kana vizuri. Akaniambia I wanted to tell you you can come to Mombasa, I will pay for your flight kuenda na kurudi. Sijui panda ndege. Na ndo hii dili. Mtu ananiambia ananilipia flight to and from. Hiyo time tulikuwa na best yangu kwa nyumba, nilitoka kwa kiti nikaenda kwa bedroom. Hii story inahitaji kumelala ndio vizuri. Concentration. Nikamwambia oh that's nice. Akaniambia when do you want to come? Nikamwambia maybe on weekend, on Friday, Saturday and Sunday. I come back on Monday. Akaniambia oh that's good. Akaniambia and kuna kazi nataka nikupe. Kwa kazi tena. Nikamwambia okay you can explain to me nione kama naweza fanya. Akaniambia I like watching someone being nini with my dog. I'm like wait a minute. Hii dogi fulani umenitumia tena ndo itakuwa mtu wangu ama unaongea nini? Nikaona ni kama hiyo kizungu sielewi. Kuna ni language barrier. Ikabidi mwenye nimetoroka huko kwa city niende nikae sasa na yeye nimueleze. Wewe ni explain hapa anasema nini? Na mmetumsoma hiki kitu ni kama hiki kizungu sielewi. Akaniambia and I'll be paying you 100,000 for just 2 days. So one day ni 50k, the other day ni 50k. So you need 100,000. Alitaka kulipa 100k ukulane na dogi yake. Akiniwatch. Akikuwatch. Just a minute. I don't know why this live is acting up. Enda ufanye hivi. Ni inakuanga kama ka game. Mbona inaniambia live will end in 4 minutes? Select, unaona vile nakwambia sijui select to sijui whatever hiyo kitu. Kuna venye ni kama nitakueleza aje. Unacheza hiyo nini? Unable mbona? Select objects that are the same shape. Yenye ndio isharudi. Jo imonomesoi. Okay. All right. 100k. Ilikuwa dogi moja ama? Dogi moja. 100k ukulane na dogi siku 2. Yeah. Okay, so what was kukaenda aje? Continue. Sasa kulienda aje? Ushastuka kwanza. And then unauliza best yako, hii kitu ni real ama huyu mtu anaongea nini? And then he was like, no, don't worry my dear, I have a house here in Mombasa, ilikuwa Nyali. I'll take care of you, everything that you want, I will give. Hey, yako 100k dogi. Na si wewe, like wewe. Nikamuliza, why not you? Akaniambia, no, that's my, inaitwangaje? Okay. Yeah, ataki kulala na mtu, but akiona mtu akinini na dogi yake anafurahi. Here? I'm telling you. Okay, sawa, all right. No, before niingie kwa comments za watu hapa TikTok. Honesty. Did you consider it? Never. Do you know, like, we imagine sasa wewe ni wewe na dogi, you don't speak the same language, utaiambia aje no it's enough ama I'm feeling pain? Wait, just imagine that. Ni kama ulifikiria ukafikiria, nika you got through it.
Na hii dogi ojui kuna ugonjwa gani? Ndio nilete nikuja na Nairobi na dogi ya ugonjwa wa mbwa. Ama nianze kubweka na toa madudu kwa matako tebu niache. Leave me alone, I can't. Okay. We You should go to Tinder baby. Unajua nini mnadhani ni story ya jaba? Mtu ako Tinder ame experience. Kwa mtu hapa anasema she considered Chief Darius from America flag ya US na Kenya. Chief Darius anasema she considered it, akasema tu hakuna mtu atajua. Maybe endo ana consider that. Sema tu likulwa na dogi for 100k. No, I didn't. Kwani naishi. Kwani naishi wapi sipatani na hizi vitu? You should go to Tinder if you want to experience such things. Ndio nasema rent Kilimani ni how much? Hi bro, how are you? Niko fiti, Mungu wangu. Hiyo ndege alienda venye na smile. Aya, mimi ni pepanya hata sio dogi, nitoke na 100k yangu safi. Hey. Imagine a true story. If unajua watu wanaweza dhani napeana stories za jaba until you go to Tinder, you meet someone who you know, a older person, anakuambia ufanye pegin. Pegin ni gani? Si like kuingiza vidole kwa haga yake. That's pegin. Hey! Okay. Atuingize what? You meet someone who is married. Na unamjua and then anakuambia hivyo. Uingize vidole kwa haga. And then ufikirie kwanza you know this inakujanga temenye hauna rent. And month iko karibu na unajua tu kiateka akianza kupiga milango utalia. And then someone comes with something like that and then you're like, "Ai. No way." Kai, what's the... I know. You ever received such an offer? Yeah, hadi best yangu ashiambiwa na msina kanitumia picha kiniko like. Ningekuwa Did you do that one? No. We, unajua huyo ni mseni kama ni gay. Ushakuliwa haga wewe. Wait, that was real doggy style. Kwenda huko. Guilt hounds, we are not judging. She's lying. Next thing atasema mzungu alilipa flight akarudi. Wewe uelewi story, kaa tu chini. Hi, remember to speak English. I can't understand your language. Sorry. Gili, there's some gossip that cannot be beaten in English. I know. Sasa They cannot be beaten in... Do you know what haga is? Do you know what vidole is? They are each other. She sweat haga. How do you say she sweat haga kwa Kizungu? She sweat haga. Have you ever sweated buttocks? Anyway. Sasa usikula tunashtuka excess na wendo. Orchestrate wa hii band. Sasa nimeorchestrate nini? The people that come here, some of Tina, how many times have we met? Once. Hiyo once ni gani? Sini leo. Most people tunakutananga nao the first day ya shoot. Most of the time tunaongea tu kwa simu. Mtu anauliza tia ya haga, what was the amount? Yeye alikuwa ananipa pesa inakaa sijui kama it was 10k, anaishi around Mirema. Ukiingia imagine Atalikuwa anaishi Mirema, hapa Mirema moja. 10k. Nimesema. Mirema watu ni wengi. Acha nikwambie. You see, unajua watu wanaona kama hii ni jaba, nawaambia. If you want to encounter all this, go to Tinder, download Tinder. Unajua kwa watu wanaishi boring life, hawajui what is going on. Juu hadi that's why mtu akitrend na news watu wanastuka. That's why even Alisha Kanini told them what I'm doing even is not even like mbona mnastuka. This is something that
It's very normal out there. Because watu wamejifungia kwa ati Facebook, IG, don't experience such nini things. Utakuwa unastuka tu. Kuna watu hapa, kuna mafans hapa wanaomba 360. Wamezoea 360 for the guests. Sasa nitapenda jina nimekaa chini. Kwanza unajua wewe akada venda. Wewe kwanza hebu simama kidogo, utasongesha tu kiti pale. Simama. Very nice, very nice. Inama usongeshe kiti pale kidogo. Chini na. Kujama. Songa mbele. Hapo hivyo. Good. Turn around kidogo. Rudi kidogo. Okay. Ya mwita simama hapa. Fanya hivi. Ndio ya 360 mumepewa. Mumepewa 360 mumefurahia venye nimefurahia. All the way from Jamaica, sir. Thank you so much, Gili. Appreciate. Ati once na unamshika nyege. Nani anashika mwingine nyege? Kwani hiyo ni tinda gani? Asimame. Si amesimama? Nimesimama jamaa. Ndio hiyo hata. Unaona hata mimi. Nama vizuri. Nama vizuri sana. Kwani kwanza kunanyesha nasikia nini? Mtu anasema 180 plus 180 360. Si mshapewa 360 hawa. Watu wa TikTok. Start ebu gift hapo, gift pesa nimpe uone kama atafanya 360 na kila kitu yenye unataka. Ati Sikulu mzazi wako live. Sasa hawafai kwa hii live, wanafaa kwa kwingine. Ati kako na mwili poa lakini experience na tabia mangai. Sasa wewe unajuaje tabia ya mtu na experience ya mtu kama hujadili na yeye? Ukiongea vitu ni kama unaambia watu ukweli, wanaona ni kama uko na tabia mbaya. I have to tell you the truth. Exactly. What is happening outside here? Kenye mnadhani mnajua mjui. Mtajua mjui siku moja. Sasa hadi ile story ya Kilimani vile ilitokea watu walistuka. I was the first one to kustuka, but nilikuja Kumbe ni mambo ya kawaida. Mwambie niko na chwani inanisumbua hapa. Mwambie bei mtura jioni. Wamesema ununue mtura. Hadi ni usiku betuga bei mtura. Ama ni muongezea kachumbari. Maswali zenye zingine nazo I can't ask. Wanauliza nini? Wanauliza maswali mbaya sana. Sasa Tina. Mwenye allow ni take a short commercial break ni. Wacha nichukue soda nikunywe. Wacha nichukue soda. Watu wa YouTube. So let me explain something to my YouTube people. Watu wa TikTok, you people are good, okay? Watu wa YouTube is where the problem is. This is a podcast. And I, Sikulu, ID number 348297863, whatever it is. I am the host, sawa. So, if I decide to receive a phone call within the podcast and I don't edit it out, I did that for a reason, okay? The last podcast, 50 comments, Sikulu umeshika simu kwa podcast. This is not mainstream media. Sawa. It is not KTN, Citizen. YouTube, behave bwana. Focus on the main points, okay? With that said, acha nichukue soda nikunywe. Unaweza wa entertain by the way. Niambie nini hadi sioni. Unaweza wasimama. Wanapenda mtu akisimama. No. Kusimama is enough entertainment for them. Niongezea hapa juice yangu imeisha. Unaweza wasimamia wa entertain. They'll be very happy. They'll be extremely happy. Katasi off. All right. So, what are you saying? At where is your location? Whose location? Whose location? Whose hers or mine? Unataka kusema location yako? Inalingana. Mali watu watakupata, watakutafuta vichochoro vipi? No, I can't give my location. So, if somebody wants to get in touch with you, atakupata. Azamuona Tina hapa akasema Tina ni kama hiyo 20 to 50k inaweza pata mahali aje. Wait. Remember even me I have a name to nini. Maneno ya DM watu wanajua kweli Tina.
Okay, sawa. Wacha tuseme ni msanii amekuona, anataka akuite uapie kwa video ku Vixen. Atakupata aje? Listen carefully. Acha exaggerate. If you want to locate me at my TikTok, Tina Makena. Nice. Mmesikia on TikTok is at Tina Makena. But usikuje na stories zingine, I will block you. I will flash you out. Jitetee. Mwanamume ni kujitetea bwana. Na ukipewa nyamaza utatuharibia sisi wengine. No, come on. Lakini wanaume wa Kenya mko na tabia nyingine mbaya sana. Sasa aje? Because how come okay, see me have ever given someone akaenda kutangaza. Na huyo ndalituharibia. Kuna mtu alituharibia. Acha nikuulize, mbona wanaume mnakuanga na hiyo tabia ya ujinga? Do you know, like us ladies, we can sleep with you and no one will ever know until sisi tuamue kusema, because mnaonanga ni kama you have done something big, like sleeping with someone. Ama mnakuanga mmeka bed. Mnisaidie kutetea. Najaribu kutetea wanaume lakini kidogo ni ngumu. Sasa why do you, mbona ukipewa unatangaza? Mbona unatangaza na si tumepewa gold? Mbona ukipewa mara moja unatangaza? Unatuharibia wengine wenye ilikuwa tupewe, tunanyima kwa sababu wanadhani sisi wote tunatangaza. Yeah, hiyo tabia wakome. Sawa, sasa wewe enda DM. Ulizia music video shoots, sawa? Mambo ishi hapo. Pia watu hope, so utakuja kutusi. Very nice. Tina. Yeah. Niko na maswali very demure. Niulize, usiogope. Ninaogopa kidogo. Uko na mtu? For now I have someone who tuna inichanga Jeff. Mnakulana. Okay. Umefanya nimalizie. Niko kind of kuna mse tunaongea, we are in talking stage. Na the talking stage inaweza isha. Kosa maneno. Naweza kusema maneno kwa hiyo talking stage. Ile siku but unajua sisi sema niko na mtu until yeye mwenyewe unconfirmie niseme niko na yeye. Until yeye mwenyewe akuja akupost publicly. No, even not posting. Posting is not for me. Until yeye mwenyewe unconfirmie you are the one. Unaweza sema uko na mtu kumbe uko na wifi ni connect. Wrong password. Disconnected. Mbona umeniuliza kama niko na mtu? Labda nataka kukua huyo mtu. Maybe I like what I'm saying. Niambia ngapi hivyo? Kuna. Actually, what you have said. I've said it 10 times but you're the one that I mean it. Nataka kunikula. Lakini tuseme tu ukweli. Wewe expect ukinipea nikatae? Obviously zikataa because you are. Hata wewe ungejipea ungekataa. Si mimi najikula vibaya. So ukinipea una expect nikatae? Siwezi expect ukatae. So nikitaka. So njani ati you want us to No, but in the process if we end up together well and good. Niulize swali lingine. No, hatujamalizana na hiyo. It is very we still no. I'm expecting. Watu watasema unakulanga watu mode unaleta hapa. Nishakubali, sawa basi. Mume ni accuse hadi nimekubali. Ni sawa. Yes, ni sawa. So let's so nini hiyo? No, like we were talking about mimi na wewe. Uko na 2M. You're talking stage. I have it potentially. It is coming. The money is coming. Do you think you can date me? Why? That is it. Why? No. Okay, why? Why the not? reason is okay, the reason is I'm not feeling like dating. That's no. Ningekuwa nataka kama ningekuwa nataka kudate ningekudate vibaya tena sana. Mimi ndo ningekuwa kwanza kukatia. Tunaweza kulana? Yangu imeblokiwa.
Kama unataka kupump, yan block. Look at me straight in the eye. Look into my eyes. No, it's okay. Look into my eyes, baby. Nini unaangalia kwa macho yangu? I'm trying to stare into your soul. Your soul is talking to me. I can hear it calling me by my three names. No, just look at me. Soma comment. Look at me. Ni shyness tu. Niko shy. Tuzime hizi camera. Tuzime. Naona wa Nigeria na watu wa Ghana kwa comment section. Now, Oga, where chini you look for? Oga. Ati tell huyo atoe nini kawa last time. Atoe nini? Kuna mwenye alikuja hapa akagiftiwa 15k atoe panty. For real, the video is on YouTube. No, me, I can't remove my pants unless there's something happening down on me. We can arrange for that. Hey, chop rice. We can make a good arrangement for that. Mwenye nasema nitoe panty yako located wapi? Ama ni Githurai? Leo jamaa Githurai. Sasa wakinikataa mna shout ati wamekukataa. Ati wewe si type yake. Tungenikubali tu alafu nikatae off camera basi. But I can get it. Could it? No, but get it. Hapo kome nijibu bado kuna. If I play my cards right, let me put it that way. Always in nyuma. Mmesikia sasa mwache mambo mingi. Mwacha kwa kasongo sana. Ati her face card. Unamaliza watu huko na have you seen the backyard card? Anyway, wadau, thank you so much. We've talked. Tina, thank you so much for coming. It was such a pleasure to have you here. Most importantly, Tina anafanya video vixening. She's an actress, so go on her account, support her. Follow at Tina Makena and wasanii video vixen, mpeni kazi na mlipe pesa mzuri. Hizo machwani tunasikia mnapea ma vixen si fit. Yeah, sipo. Yeah, if you want mtafanya waanze kupanda ndege za wazungu zenye mmesikia mambo peni vixen. Mambo ya town. Peni vixen pesa. Sawa. Tina, any last words before we sign off? Nijitetee off camera. Last word guys. This word is full of experience. Mtu asiseme kitu mnashangaa, go and experience. Nisha pia kuona vitu. Kama wewe ni mtu wenye unatakanga ku experience, go to Tinder and Tinder. Tinder nakwambia kuna maneno. You'll find your crushie there. Utapatana na watu wa familia huko pia. You'll find your uncle, maybe even your husband there. But Tinder is fun. Unaona, like if you're not into dating too much, kondo place you'll enjoy. How many relationships have you been in? 3. What's your body count? My body count, why should I be telling people my body count? No, we want to understand our girl. We want to pray. Nikuulize body count ina. Okay, you know, hii swali ya body count wewe inanichanganya. Body count ni timing someone has knock you. No, the different people. Oh, different. Sasa yangu ni 3. Na the times. Sasa unataka nianze kusema asubuhi saa 7 jioni. My lord. Yes, nanunua nini? Inaitwa Porsche Cayenne. Yes, nanunua Harrier. Jamani, S anasema tumembaa huku nyumbani. Naona 360 yako venye natesa watu. Huyo anaitisha 360 ilipeanwa jameni. Ndo unamaliza, I thought ndo umeanza. Wewe uliingia late. Follow me on Instagram for such updates. Sasa mnataka to experience kukula shonde. Your story. Yani that story you've never gotten over. Yeah. Anyway, wadau dates, it's always a pleasure. My TikTok community, I love you so much and she loves you so much on my behalf. Yeah. For the ladies, for the guys, waambie unapenda. Siwezi waambia. Siwezi.
For the Ambiwa guys, na I love you. She loves you on behalf of Trends with Sikulu. And we love you, YouTube gang. Na mwache mbaya mbaya. Bana mulifanya kidogo ningie depression kwa ile last video. What do you mean 90% of the comments munanisomea? Yeah, acha divisions hizi soma. What do you mean bwana? Don't throw me into depression. You won't get content. Till next time, wadau dates. Gonna catch you in the next one. Till next time, keep it safe. Keep it safe. You wanna walk out of the camera upatie watu tembea tu hivi. Ukitoka simama. Let me. Simama tu. Geuka pole ukitoka. Ngoja, let me I have a question. I have an ask. Is this natural? How can I know? How can you know? You know, any natural thing is always much. Can I feel touch the texture? Yeah. See if it is less maji. Yeah, mtu wako ameingia hapo already. Mtu wako ashafika Tina Makena. Papi Chulo knows who you are. You know Papi Chulo? Amekuita na majina yote mawili ya Kikristo. Na next time mwanze kuni gift watu wa TikTok bana. We have to pay rent. Hata mkwe mkini gift, alafu hizo gifts nachukua na pay guests. Good. Then you'll be getting a lot of but then let's do that. If you do that, we'll be getting a lot of guests here mbaya sana. We'll get Alisha Kanini here in a matter of seconds. You know, I mean, talking stage with her, lakini ananichapa magratix mbaya. Give me those gifts nimpatie, Give them to me, okay? Till next time, wadau dates. That was more than 1 hour. Hadi nafikia bones kwa mwili zina but then tuonane wadau. Tumekaa pamoja for so long.